Bwana Yesu asifiwe. Mela amina. Kwema. Kwema, habari yako hapo? Salama tu, mambo yanasemaje? Safi sana. Hongera kwa ibada. Nashukuru. Vipi, umeionaje ibada hii ya siku ya leo ambayo ibada ya leo binafsi naweza nikasema ilikuwa ni tofauti sana. Yeah. Maana watu tumesifu na kuabudu kweli kweli. Na kwa aliyekosa ibada ya leo ailaumu nafsi yake. Tumeona leo hata watu hawakuwa na haraka. Wakati mwingine tulikuwa tukizoea kufuata ule utaratibu wa KKT, ibada inakuwa na liturujia na nini na nini. Mwisho ikifika ibada ikifika muda kama huu, watu wanakuwa tayari wameondoka ni wachache. Wewe lakini kwa siku ya leo tunaona mpaka saizi watu wapo. Vipi, nini hasa ambacho kimesababisha watu kuwa hapa namna hii? Ukiona kwamba watu bado wapo, ina maana wameridhika na ibada ilivyoendeshwa. Kwa hiyo niseme kwamba hawakujutia muda wao kwamba ameupoteza, lakini kuna kitu ametoka nacho kwa siku ya leo. Una ishauri nini sasa kwa hiki ambacho kimeanzishwa na mchungaji au baraza la wazee kuhusiana na ibada kama hii ambayo imesemekana itakuwa ni kila mwisho wa mwezi? Mimi nafikiri kila jambo waga linakuja kwa wakati wake na kwa makusudi maalum. Tusikalili kwamba kila Jumapili lazima ibada iendeshwe hivi. Unapokuwepo na utofauti kidogo unavutia hata watu wengine, kwa sababu kuna mtu mwingine anapenda kusifu na kuabudu, kuna mtu mwingine ni mtu wa maombi, kuna mtu mwingine ni mwalimu. Kwa hiyo tunapopata zile session tofauti kwenye ibada inakuwa inapendeza sana. Itavutia watu wengine ambao wakisikia kwamba ibada ya leo iko tofauti na ibada iliyopita, watavutiwa kusema kwamba ngoja na mimi Jumapili nao kuja niende nikaone, je, kutakuwa na tofauti na zile ibada nilizowahi kuhudhuria. Mwenyekiti, kanisa letu kwa 99% walio wengi ni vijana, na tumekuwa tukifanya ibada za mikesha hapa, tunakuwa za vijana hapa, lakini huwa vijana hawaonekani. Wewe hili kama mwenyekiti wa vijana unalifanya vipi na unatatua vipi hili tatizo? Mimi nafikiri tuendelee kuelimishana na kupeana semina mbalimbali, maana wanasema kwamba mwanzo waga ni mgumu siku zote. Lakini hata ibada walivyotuletea namna ya uendeshaji wa ibada kwamba tusikadiri kwamba kila Jumapili twende kwa mfumo huu. Umeona leo idadi ya watu walikuwa ni wengi. Kwa hiyo mimi nafikiri nisiwe mimi tu mwenyekiti wa vijana kuendelea kuhamasisha vijana waje. Ni jukumu la kila kijana kuhakikisha kwamba kila Jumapili anajitahidi at least aje na kijana mmoja wapo ambaye anahisi kwamba amekuwa akiregarega kufanya nini, kuhudhuria mikutano, mikesha ya vijana, ili aweze kusogea, aweze kupata maarifa ya Mungu na maarifa mengine ya kidunia. Asante sana mwenyekiti, mimi nikutakia Jumapili njema, ikawa ya furaha kwako. Kila la heri mwenyekiti. Nashukuru sana. Mungu aendelee kuwabariki na endeleeni jamani, maana hivi ndio vitu vya kisasa. Mungu awabariki sana. Amina.